Na sasa tuangazie siasa, ambapo siasa za urithi wa gavana wa kaunti ya Busia zilisheheni hafla ya mazishi ya mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wavulana ya Kisumu Peter Obogo katika kijiji cha Mundika, eneo la Matayos, kaunti ya Busia, huku viongozi wa kisiasa kutoka kaunti hiyo wakimshinikiza gavana Peter Ojamong kutangaza msimamo wake kuhusu mgombeaji anayemuunga mkono. Mbunge wa Matayos Geoffrey Odanga, mwenzake wa Funyula Oundo Mudenyo na aliyekuwa mbunge wa Funyula Paulo Toma wamemtaka gavana Ojamong kutangaza wazi mgombeaji ambaye anamuunga mkono. Hata hivyo, gavana Ojamong ameahidi kumuunga mkono mgombeaji ambaye ataibuka mshindi kwenye kura ya mchujo ya chama cha ODM kwa tikiti ya ugavana. Bwana Ojamong amefanya kazi. Ni wakati sasa kupeana baton to the next governor wa Busia. Tangu zamani tulipokuwa katika council ya Busia, kama mayor ama chairman wa county alipokuwa anatoka pande za Teso, akimaliza alikuwa anapeana watu wa Luya. Njia ya kuchagua gavana wetu ili tupate na balance county itahitaji consensus na itahitaji kuongozwa na mheshimiwa Ojamong. Hii Busia tuko na Wateso, tuko na Waluya, tuko na Wakikuyu, wa Somali na jamii wa Jaluo, lakini kuna desturi ambazo tunazo ambayo inafanya hizi jamii zote kuishi pamoja kwa umoja na urafiki. Sisi tusipojipanga vizuri tunaweza poteza. Kwa hivyo itakuwa lazima sisi pia tujipange, tusikizane, tujue ni njia gani tuhakikisha hiyo kiti pia inakuja kwetu, tuwafanyie watu wetu wa Busia. Kama njia mojawapo ya kukabiliana na ongezeko la utapiamlo, mashirika mbalimbali yamewapiga jeki wakulima wa mashamba madogo madogo zaidi ya 300 kwa kuwapa pembejeo na mbegu katika wadi ya Kaikor Kaleng, Turkana Magharibi. Wakulima hao wametakiwa kupanda mbegu hizo mvua inaponyesha na wamepewa mafunzo jinsi ya kuikuza. Kaunti ya Turkana ni mojawapo ya kaunti ambazo inaendelea kuathirika na ukame, huku kilimo kikitajwa kuwa ndiyo suluhisho ya utoshelevu wa chakula. Introducing climate smart agriculture. Generally, all this we are doing to address issues of climate shocks. At this time we have droughts. So if you don't mitigate by using various ways, our people will suffer. So you need to, when our livestock go down, you help them in agriculture, at least for them to have something to eat. And actually, we want to thank Masiko for coming with the idea of planning for this book, capacity building the ward development and sustainability committees to come up with this book. This book has been signed also by the MCA, by the chairperson of the sustainability committee, and has been approved by the local leaders like chiefs, communities, and has also been launched by the governor. So that's why we are actually, all the organizations that come to the ground, to this ward, must follow the contents of this book as they are stated by the sustainability committees. Kama miradi yote ingekuwa kama vile kwanza na Masiko panafanya, ingekuwa hii area ilikuwa imeendelea zamani. Nachukuru, napata mbegu, nasema asante kwa kileta. Sisi tangu ajui maneno achamba, saa hii nachukuru kwa kileta mbegu, na anisa kitonda machamba kidogo. Na wafanyakazi wa kampuni ya ujenzi ya Chinese Road wanaohudumu katika eneo la Lokichogio, kaunti ya Turkana, wameendelea na mgomo kwa siku ya 7 sasa, huku kampuni hiyo ikishikilia msimamo kuwa haina fedha. Kwa mujibu wa mmoja wa wakuu wa kampuni hiyo, kwa sasa hawana uwezo wa kifedha kulipa madeni walionayo. Hata hivyo, wafanyakazi wamesisitiza kuwa hawatarudi kazini hadi pale watakapoafikiana na mwajiri wao. Naibu kamishna wa kaunti hiyo Victor Wanjoy amesema kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha pande hizo mbili zinaelewana haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha mradi huo wa serikali haukwami. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzuru eneo la Turkana ambapo atakagua mradi huo wa barabara kutoka eneo la Lokichogio hadi kwenye mpaka wa Kenya na Sudan Kusini. Yesterday we had a meeting whereby we as the employees we suggested and gave out an opinion on which the company ought to have considered. We are still waiting for the resolution, the agreement that the company has come to,
so that we can know from whatever we presented to them, what do they have for us as the company? And whatever they will present to us should abide by the laws. Is government interest. Government interest in the project. It's a very big project. It's almost 97% complete for this stretch. So remaining like 3 to 4%. So when we come in, we just come in to complement the government efforts in this project. And when the strike notice was issued, we came in just to make sure that the contractor, who is the Chinese, and the workers come to an amicable solution. It's true that we are facing some financial problem. The cash flow has some problem, not enough, but we have worked out. Everything is on a smooth way. Everything is on a smooth way. That one is no doubt. Na chuo kikuu cha Turkana kimetamatisha hafla ya siku 3 ya utamaduni iliyoandaliwa mjini Lodwar kwenye makao makuu ya chuo hicho. Wanafunzi wakipata fursa ya kuonesha talanta zao mbele ya wageni waliohudhuria hafla hiyo. Viongozi waliokuwepo wakipongeza chuo hicho kwa kuanzisha hafla kama hiyo, walioitaja kuwa itasaidia uwepo wa amani na utangamano baina ya wanafunzi kutoka matabaka mbalimbali. I'm not saying this is just inaugural, but it's very fun. When we celebrate culture, we are celebrating the social order that will help us as an institution and a society and a country to enjoy the stability of society. Tuhakikisha ya kwamba tuna utangamano wa kikweli. Huko nje tunataka culture yetu, we want people who are very active to develop our nation, ama sivyo? Lakini sasa ukimaliza degree, alafu unakaa nyumbani na una chochote unafanya ni makosa. This is the time to know your talent, and that's the whole purpose of the CPC program, to ensure that students have life skills to assist them in their lives. Culture is very important for our university, and particularly diversity of culture, because when we come from different places, we come with different ideas, different attitudes, different mindsets, and when we bring all those together, normally we build synergy, we create synergy, and eventually what happens is that you become more innovative. Wanasema mwacha mila ni mtumwa. Ndio taarifa yetu hiyo ambayo inaangazia mila na utangamano baina ya tamaduni mbalimbali katika kaunti ya Turkana. Inatufikisha tamati ya Mbiu Weekendi. Mimi ni Suleiman Yeri, tukutane mwendo wa saa 1 kwenye KTN Leo Weekendi.